Nikualike tena katika tafakari ya asubuhi ya leo, ikiwa ni Aprili 15. Tunalo somo linalosema kumjua Bwana. Limejengwa katika kitabu cha Isaya 11 fungu la 9, ambalo linasema, maana dunia itajawa na kumjua Bwana kama vile maji yanavyoifunika bahari. Maelezo yake yanasema, kushindwa kusoma na kulitii neno la Mungu umeleta mkanganyiko katika ulimwengu. Wanadamu wameuacha ulinzi wa Yesu kwa ajili ya ulinzi wa muasi mkuu, mfalme wa giza. Moto wa kigeni umechanganywa na moto mtakatifu. Ulimbikizaji wa mambo yaongozayo katika tamaa na kutaka makuu umeleta hukumu ya Mungu kwa ulimwengu. Tunapokuwa katika dhiki, wanafalsafa na watu wa sayansi wanajaribu kudhihirisha akili zao pasipo kumuomba Mungu. Wanaeleza falsafa zao kuhusu mbingu na dunia, wakichukulia kuwa tauni, majanga, magonjwa ya kuambukiza, matetemeko ya ardhi na njaa, kulingana na yanavyodhaniwa kuwa ni sayansi. Mada zinazohusiana na uumbaji na majaliwa ya Mungu wanajaribu kuzitatua kwa kusema hii ni sheria ya asili. Kutotii kumefunga mlango kwa kiwango kikubwa wa maarifa ambayo yangeweza kupatikana kutoka kwenye neno la Mungu. Laiti kama watu wangekuwa watii, wangeweza kuelewa mpango wa serikali ya Mungu. Ulimwengu wa mbinguni ungekuwa umefungua vyumba vyake vya neema na utukufu kwa ajili ya ugunduzi. Wanadamu wangekuwa bora kabisa katika muonekano, kwa usemi na kwa wimbo kuliko vile walivyo sasa. Siri ya ukombozi kufanyika mwili kwa Yesu Kristo, kafara yake ya upatanisho, visingetiliwa mashaka akilini mwetu. Visingekuwa vimeeleweka vizuri tu, bali pia vingepokelewa kwa ukubali wa juu mno. Kushindwa kulisoma neno la Mungu ni sababu kuu ya kuwa na udhaifu wa kukosa ufanisi kwa akili. Katika kuliacha neno hili ili kujilisha maandiko ya wanadamu wasiovuviwa, akili inakuwa imedumaa na ya kuchukuliwa na kila upepo. Hailetwi katika mguso wa kanuni na kina pana za ukweli wa milele. Kujitolea huku kwa vitu vyenye ukomo unadhoofika, nguvu yake inafungwa, na baada ya muda inakuwa haiwezi kupanua. Naam, hii yote ni elimu ya uongo. Katika kila mwalimu inapaswa kuwa ni kuimarisha akili za vijana kuhusiana na ukweli mkuu wa neno lenye uvuvio. Hii ni elimu ya muhimu kwa ajili ya maisha na maisha yajayo. Hebu isije ikadhaniwa kwamba hili litazua usomaji wa masomo ya sayansi au kusababisha kiwango cha chini cha elimu. Elimu ya Mungu ni ya juu kama ilivyo mbingu na pana kama ulivyo ulimwengu. Hakuna kitu kinachobadilisha na kutia uzima kama usomaji wa mada kuu zaidi zihusuzo uzima wetu wa milele. Hebu vijana watafute kung'amua na ung'amuzi wa kweli ambazo zilitolewa na Mungu, ndipo akili zao zitakapopanuka na kuimarika zaidi katika juhudi. Elimu itamleta kila mwanafunzi ambaye ni mtendaji wa neno kwenye uwanja mpana zaidi wa fikra na kumhakikishia utajiri wa elimu usioharibika. Counselors to Parents, Teachers and Students, ukurasa wa 440 mpaka ukurasa wa 442. Ulikuwa nami Lucas Jeremia. Katika chaneli yetu tunakukaribisha sana, endelea kubarikiwa, endelea kutufuatilia upate mafundisho mbalimbali ya kesha la asubuhi na vipindi mbalimbali katika chaneli yetu. Barikiwa sana.